Hello again. Karibu sana kwa channel ya Nyambo Kanyambo. Barikiwe Mungu wa mbinguni akubariki sana sana sana. Leo pia tunaangalilia mambo ya ukiota ukikimbizwa na nyoka. Ukiota ukikimbizwa na nyoka. Ukiota ukikimbizwa na nyoka, nyoka ana maana nyingi sana. Maana ya kwanza nyoka, sijui ama nitaweza kuzisema zote. Maana ya kwanza nyoka, ukimuota nyoka anakukimbiza. Hizo ni maroho za giza zinakukimbiza. Ukiota huyo nyoka amekukangata, amekushika na amekuuma, ibilisi ashakushika na ashakuuma. Kitu ya kwanza nyoka ana sumu. Kwa hivyo vile umeumwa, hiyo kitu inaweza kaa kuwa ni ugonjwa amekuweka. Kwa hivyo unafaa kuomba Mungu sana. Sana 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 sana. Ndio adui afeli. Mungu anachenchingi mambo. Isaac vile aliambiwa atakufa. Wakati wake wa kufa ulikuwa umefika. But aliomba Mungu. Na Mungu akamuongezea miaka 15. Kwa hivyo hata kama umekung'utwa, unaweza omba Mungu na hiyo mambo yote yasikakudhuru. Hakuna kitu kingumu katika Mungu. Chenye umeomba ndicho atakupea. Ukimuona nyoka anakukimbiza, lakini wewe unamshinda mbio. Wewe hata kama anabiringika aje, lakini wewe unamshinda mbio. Ibilisi anakimbizana na wewe na utamshinda. Lakini sikwambii hivi ati ndio urelax juu haja kukung'uta na haja kushika. Unafaa uombe Mungu ndio ashindwe kabisa kukufikia. Bwana Yesu asifiwe. Ukimuota na nyoka, wewe una nyoka wako. Una nyoka wako kwa nyumba. Umuone nyoka kwa nyumba yako. Na huyo nyoka akiwa huko unaona kama maisha yako iko mzuri. Hamna mashida, hamna ugonjwa. Juu sio ndoto zote za nyoka ati tutasema ni za vibaya. Hapana. Musa vile alipopewa kijiti, alipoulizwa na Mungu, Musa ni nini hicho uko nacho kwa mkono? Alimwambia kijiti. Mungu akamwambia Musa, weka hiyo kijiti chini. Musa akaiweka chini. Vile aliweka chini iligeuka kukuwa nyoka. Vile alienda Misri kuendea wana wa Israeli, huyo nyoka wake vile nyoka za kina Farao zilikuwa zinauma hawa wengine wanakuwa na mavindonda. Musa aliambiwa na Mungu aiweke nyoka yake mahali juu. Ndio hawa wakiumwa na utu nyoka wakitazama ile nyoka yao ya Musa wanapona. Bwana Yesu asifiwe. Ukimuona huyo nyoka kwa ndoto, huyo nyoka tunamuitanga nyoka wa ninasahau hiyo jina. Lakini ukimuona nyoka, sio nyoka wote kwa ndoto wanakuanga ni wa maroho za giza. Ingekuwa ni roho ya giza, Mungu hangeibadilisha kijiti ya Musa ndio iwe nyoka. Angeibadilisha hata iwe kama mamba, ama basi ikuwe kitu kama tuseme ikuwe kama dafu, ikuwe kama kitu mzuri, basi yenye haiofishi mtu, ama yenye sisi wenyewe hatuhofi tukisikia hivyo. Kwa hivyo ukiota ndoto kama hiyo, ni Mungu amekutumanishia
kitu utakuwa unakiita, yani unakitazama na mlio na unajibika. Inaweza kakuwa ni mtoto wako, maybe Mungu yeye ndiye amemtumia awe yani mkilia, akiwasikia mnalia kwa nyumba, yeye tu akiomba Mungu, hiyo kitu inafanyika kwa upesi. Lakini nyinyi hamuoni, hamujui, nyinyi wewe umeota tu nyoka. Lazima Mungu kuna chenye ameweka kwa hiyo nyumba yako, ndio aweze kukusaidia maisha yako. Tunaelewana? Kwa hivyo sio ndoto zote za nyoka utasema ni maroho za giza, na tena ukiamka kwa hiyo ndoto haujashtuka, niombe Mungu sana ajibu kilio chako, juu ako karibu kulijibu. Barikiwa sana. Mungu atusikie na tujibu maombi yetu. Usisahau kusubscribe. Naitwa Nyambo Kanyambu. Mungu akubariki. Kwaheri.